na pakuna miungu mtaamini, sitajitia unajisi, chakula cha ufalme. Haleluya, kwa jina la Yesu. Karibu sana. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ninamshukuru Mungu sana kwa hii nafasi ya kusimama hapa ili niweze kuwaletea neno lake. Ninawashukuru hata wachungaji wetu kwa kunipatia nafasi hii ya kuhudumu siku ya leo. Majina yangu ni kama vile nimetajwa na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Ningependa kushiriki nanyi ujumbe wenye kichwa Freedom through the cross of our Lord Jesus Christ. Freedom through the cross of our Lord Jesus Christ. Uhuru katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nimekuja kusema kwamba kuna uhuru katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nimekuja kutangaza that there is freedom in the cross of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo uhuru ndio tunataka tuweze kuwa nao. Huo uhuru ndio Yesu alituletea. Uhuru katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema Jesus Christ came to destroy the works of Satan. Yesu alikuja kuangamiza na kuharibu kazi za shetani. Alikuja kutuletea uhuru katika maisha yetu. Kwa hivyo wapendwa, ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tuweze kutembea katika uhuru katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mapenzi ya Mungu tuwe tumefungwa na minyororo ya kila aina. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba tuweze kuwa huru katika maeneo yote ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa nimekuja kusema there is freedom in the cross of our Lord Jesus Christ. The Bible says in the book of Luke chapter 4 verse 18 to 19, kitabu cha Luka 4 kuanzia mstari wa 18 mpaka mstari wa 19, Bible inasema the Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, to proclaim freedom for the prisoners, to proclaim freedom for the prisoners. He has sent me to declare recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to set the oppressed free. Hapo Yesu anasema ya kwamba Roho wa Mungu ako juu yake na amekuja kutangaza uhuru kwa wale ambao wamewekwa mateka. Amekuja kusema kwamba wakombolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuja siku ya leo kusema ya kwamba wenye wamewekwa mateka watawekwa huru, wenye wamefungwa na minyororo ya kila aina tunatangaza ya kwamba kuna uhuru katika msalaba wa Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuna uhuru katika msalaba wa Bwana Yesu. Siku ya leo naweza kuwa ninazungumzia mtu ambaye amefungwa na minyororo ya aina tofauti tofauti. Unajua kuna minyororo ya aina nyingi ambayo inaweza funga mtu. Mtu anaweza kuwa amefungwa na minyororo ya ugonjwa. Anajaribu kutoka kwa huo ugonjwa lakini anarudi nyuma. Pengine ni watoto wetu wanaweza kuwa wamefungwa na minyororo ya ugonjwa. Pengine hao watoto tunawapeleka kwa daktari kila wakati. Kila wakati ni kwenda kwa chemist kununulia hao watoto dawa. Nimekuja kusema katika msalaba wa Bwana Yesu kuna uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi
ni ugonjwa wa aina gani, lakini nakuja kusema ya kwamba there is freedom in the cross of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua shetani anatumia njia ya kufunga watu, na watu wanaweza kuwa wamefungwa na minyororo ya aina tofauti tofauti. Unajaribu kupita mipaka fulani, lakini unakuta umefungwa. Unajua hata uoga ni minyororo ya shetani. Unajua shetani anaweza kuzuilia huduma yako kwa sababu ya uoga. Utakuta kuna watu hata kanisani hata hawataki kukuja kukaa hapa mbele kwa sababu anaogopa. Programa anaweza mwambia kuja utuombee watoto wetu. Sasa mtu kama huyo ako na uoga hata wakusimama mbele ya watu ama kutoa ushuhuda. Akiitwa akuje asimame hapa, moyo unaanza kupiga na speed. Unapiga kama ile bass speaker. Unaweza sikia ni kama bass speaker inapiga. Ukipima huyo mtu blood pressure wakati kama huo, ya juu inakuja 200 out of 130 kwa sababu ya vile moyo unapiga. Na hata kuna wengine katika ushirika, pengine unaambia huyo mtu ni wewe utahubiri Thursday. Sasa huyo mtu anakubali vizuri, lakini kwa sababu ya hiyo uoga, ikifika hiyo Thursday asubuhi anapigia kiongozi simu. Ndiko hata goka ushirika ndanyitwo nĩ tũshughuli kidogo no gũtirĩ bara. Yesu ni mwathani, anaambia kiongozi wa ushirika hivi, lakini nikauoga kanafanya asiweze kuendelea na huduma yake. Lakini nimekuja kusema hata kama ni uoga, there is freedom in the cross of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutaogopa tena kwa sababu Yesu alikufa msalabani akachukua hata uoga katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuogopa hata kunaweza kuzuilia mambo mengi sana. Kuogopa hata kunaweza zuilia mwanafunzi usijibu maswali shuleni. Wanafunzi wengine wanajibu maswali lakini wewe uko na uoga. Hiyo ni kifungo ya shetani, lakini kupitia kwa msalaba wa Bwana Yesu atatuweka huru, because the Bible says wherever the Spirit of God is, there is freedom. Hallelujah. Kuna uhuru katika msalaba wa Bwana Yesu, na ni uhuru huo nimekuja kutaja siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nikifanya kitu kinaitwa spiritual mapping katika familia yetu kwa jumla. Spiritual mapping is spiritual analysis or spiritual diagnosis to establish the spiritual condition of a person, city or a nation or a family. Hiyo ni kufanya uchunguzi wa kiroho ili uweze kuchunguza hali ya familia, ujue hali ya kiroho katika familia. Sasa nimeongea na wazee wa familia ambao wako na miaka 90 years ambao wanajua historia ya familia ili niweze kuiandika. Wazee ambao wako na 88 years. Unajua watu wakisikia mtu akiongea kuhusu familia yao wanatega masikio. Nikaenda mamenye megokurudia. Kwa hivyo sasa watu wametega masikio wasikie mamenye megokuambeleliana. So sasa katika hiyo spiritual mapping, hao wazee walikuwa wananiambia mienendo ya mababu wa mababu wa mababu ili niweze kuelewa mambo ambayo yana affect familia yote kwa jumla, uncles, aunties, mababa. Sasa katika kufanya spiritual mapping, unastahili kufanya spiritual mapping katika within 5 parameters. Unastahili utumie vipimo vitano ili uweze kujua ama kufanya spiritual mapping katika maisha yako. Nataka kwa haraka nitaje hiyo vipimo vitano ili siku ya leo utaamua kama unataka uhuru ama hautaki uhuru. Sasa shetani anapo establish madhabahu katika maisha ya mtu binafsi ama katika familia ama katika senta ya kabazi ama maeneo mengine, madhabahu huwa inatengenezwa kuzuia mambo haya matano. Jambo la kwanza, unapofanya spiritual mapping katika familia yenu,
utaangalia sexuality and family. Utaangalia kipimo cha kwanza, utaangalia sexuality and family. Utaangalia familia yenu kwa jumla, mambo ya familia imeenda kivipi. Utaangalia ndoa za hawa watu, wameolewa ama hawajaolewa, wanapata watoto ama hawapati watoto, barrenness. Utapima na hiyo kitu inaitwa sexuality and family. Walitumia mambo ya sex kwa njia gani? Kuna wazee ama vizazi ambao walikuwa na hiyo shida ya sexuality, kwa sababu kama walikuwa na hiyo shida ndio itakuwa ikikushika hata spiritual. Kwa hivyo kipimo cha kwanza utaenda utumie ukifanya spiritual mapping kwa haraka, sexuality and family. Kipimo cha pili utaenda kwa education, kwa sababu shetani huwa anainua madhabahu kuzuilia education. Utaenda uangalie watu wenu wa familia ama watu ambao mmeitanishwa na wao wamesoma kiasi gani, walifika kiasi gani cha masomo. Sasa wakati nilifanya hiyo spiritual analysis, nilisikia mababu hawakuweza kusoma. Sasa hiyo ndio kiwango cha pili ambacho unastahili kutumia katika kupima the foundation of education. Kiwango cha tatu ambacho unastahili kupima finance and economy. Utaangalia watu wenu wote na wewe mwenyewe kama unasumbuliwa na mambo ya finances, kama unajaribu kutafuta pesa zinakosa. Hiyo ndio kipimo kingine, finance and economy. Kiwango kingine ambacho utatumia, utaangalia faith and religion. Utaangalia faith and religion. Walikuwa na imani gani, waliabudu miungu gani na mambo kama hayo. Kitu kingine ambacho utaangalia ni kitu kinaitwa social norms. Social norms ni mienendo inayokubalika katika hiyo familia. Kwa hivyo katika social norms utaangalia kama walikuwa wanakunywa pombe, walikuwa naenda mung'engo, walikuwa wanakunywa sigara, kama ni maidras, hiyo inaitwa social norms utaangalia. Lakini nilipo establish kuangalia katika familia, unakuta pombe na sigara ni kama hivyo katika familia zote, makazi na watu kama hao. Utaangalia social, wanaenda disco, wanaenda mung'engo, mambo kama hayo. Kipimo kingine ambacho utaangalia ni leadership, uongozi wa familia zenu wakoaje. Wazee wenu ama viongozi wa familia, are they responsible wanapokuwa wakiongoza jamii? Utaangalia kipimo ambacho kinaitwa leadership. Ninasema mambo haya ili ukijipima na mambo haya ama nikijipima na mambo hayo, nione ni maeneo gani ninahitaji freedom. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo uende ama tuende ujipime na mambo haya nimetaja. Kama kuna eneo ambalo liko na shida, unahitajika kuwa na uhuru katika eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa nimekuja kusema kuna uhuru. Uhuru unapatikana tu kupitia kwa kazi aliyoifanya Yesu Kristo pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ningependa niseme ya kwamba kuna watu wanasoma kitabu cha 2 Corinthians 5:17 ambacho kinasema, therefore if anyone is in Christ is a new creation, the old has gone, beyond the new has come. Sasa wanainterpret ya kwamba kwa sababu umeokoka, wanafikiria automatically madhabahu imeanguka. Nataka nikwambia kwamba kama utaweza kuamini hivyo, utakuwa umeamini makosa. Kwa nini? Wakati uliweza kuokoka, haimaanishi ndugu zako wa nyumbani waliacha kukunywa pombe ati kwa sababu wewe binafsi uliokoka. Kama wakati uliokoka, haimaanishi matatizo yenu ya familia yaliweza kuanguka automatically. Hii basi inamaanisha umekuwa sasa positioned kuingia katika ufalme wa mbinguni ili uanze kazi ya kurekebisha maisha yako na familia yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usifikirie ati huna madhabahu ya kupomoa. Ukifikiria hivyo utakosea sana. Tumeitwa tuje katika ufalme wa Mungu ili sasa tuende katika familia zetu. Tuone ni wapi familia zetu hazilingani na Biblia. Uangalie maisha yako uone ni wapi siendi katika makusudi ya Mungu. Alafu sasa uchukue hatua, utafute freedom katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana.
there is freedom in the cross of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kutaja mambo matano ambayo Yesu alitupatia uhuru katika msalaba wake. Nataka kutaja sasa maeneo matano ambayo Yesu alipokufa msalabani aliweza kutupatia uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. We got freedom from Satan. Wakati Yesu alikufa msalabani, akaangikwa pale msalabani, alituweka huru kutokana na minyororo ya shetani. Tulikuwa tumefungwa na shetani. Tulikuwa katika ufalme wa shetani kabla hatujaokoka. Lakini wakati Yesu aliwekwa pale msalabani, tuliweza kufunguliwa kutokana na minyororo ya shetani. Freedom from Satan. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa Bible inasema katika kitabu cha Colossians chapter 1 verse 13. Colossians chapter 1 verse 13. The Bible says, "For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves." Bible inasema Yesu Kristo ametutoa kutoka ufalme wa shetani na sasa ametuhamishia katika ufalme wa Bwana Yesu kupitia kwa msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kumaanisha tulipookoka, sasa shetani hana nguvu kinyume chako. Sasa shetani hana ruhusa kushika familia yenu, hana ruhusa ya kushika maisha yako. Because when Jesus Christ died on the cross, he transferred us from the dominion of darkness to the dominion of light. Bwana Yesu asifiwe sana. Bible inaendelea kusema in the book of Colossians chapter 2 verse 13 to verse 15. Kitabu cha Wakolosai 2 kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Bible inasema, having cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross, and having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Bible inasema wakati Yesu alisulubishwa pale msalabani, kabla haujaokoka ama hatujaokoka, shetani alikuwa ameandika mashitaka. Alikuwa amesema familia yenu haitafika kiwango hiki. Alikuwa amesema shetani ya kwamba utaenda jehanamu. Alikuwa amesema hautapita kiwango fulani cha masomo. Shetani alikuwa ameandika utakuwa na magonjwa. Lakini wakati Yesu alisulubishwa msalabani, hiyo mambo yote ambayo shetani alikuwa amekuandikia ikapigiliwa msumari, ikaondolewa ili wewe na mimi tuweze kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba hauna mashitaka. Hauna mashitaka ya shetani, kwa sababu mashitaka ambayo ilikuwa imeandikwa kinyume chako imeondolewa sasa na msalaba wa Bwana Yesu. Haleluya. Mashtaka yako hauna. Alikuwa amekuandikia hutapita kiwango hichi cha masomo. Ulikuwa umeandikiwa kutokana na dhambi hautapata utajiri. Lakini nataka kusema msalaba wa Yesu uliondoa hayo mashitaka, na kwa hivyo tuko huru kutokana na minyororo ya shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani alikuwa ametumia mapepo kutufunga na minyororo ya kila aina. Powers and principalities zilikuwa zimetufunga, lakini siku ya leo nataka kusema there is freedom in the cross of our Lord Jesus Christ. Amen. Bible
inaendelea kusema shetani hana right ya kushika maisha yako sasa. Shetani hana right ya kukuzuilia, kwa sababu damu ya Yesu ilikulipia kile ambacho ulistahili kulipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama kotini, ulikuwa ushitakiwe kotini ya kwamba ulipe pesa fulani, tuseme ulipe 30,000 ya mtu mwingine, alafu sasa upeleke kotini, mwenye mashtaka akuandikie uko na deni ya kulipa, alafu mtu mwingine akuje na hiyo 30,000 akulipie. Wakati amekulipia, sasa mwenye anakushitaki hana uwezo wa kukushitaki kwa sababu umelipiwa. Hivyo ndivyo ilifanyika katika maisha yetu. Yesu Kristo aliposulubiwa pale msalabani, akatutenganisha na utawala wa shetani. So the principalities and powers and forces of evil have no power or control over your life, because there is freedom in the cross of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Bible inaendelea kusema wakati Yesu alikufa msalabani ama aliangikwa msalabani, we have freedom over sickness. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliweza kuchapwa mijeledi, akachukua magonjwa yetu yote. Tumekuja kutangazia shetani, deni ya magonjwa iliweza kulipwa na Bwana Yesu alipochapwa mijeledi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe hauna deni ya shetani, hauna deni ya ugonjwa, kwa sababu deni yako ya magonjwa uliyokuwa nayo sasa imelipwa na Bwana Yesu alipochapwa mijeledi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akachapwa mijeledi. Mjeledi wa kwanza, kansa ikaondoka. Akachapwa mjeledi, diabetes ikaenda. Akachapwa mijeledi, homa ikaenda. Akachapwa mijeledi, magonjwa yote ikaenda. So Jesus alichapwa, alisulubiwa msalabani, akachukua magonjwa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka imani yako kwa Yesu. Weka imani yako kwa msalaba, kwa sababu msalaba wa Yesu umechukua magonjwa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Yesu alichapwa na askari wa Kirumi, na katika sheria za Romans walikuwa wameweka sheria kwamba ukifanya makosa unastahili kuchapwa 39 strokes. Na kwa hivyo wakati Yesu alipokuwa akichapwa na askari wa Kirumi, alichapwa 39 strokes. Na katika kiboko ambayo Yesu alichapwa nayo ya hayo Warumi, haikuwa kama nyahunyu ambazo tunazijua. Unajua kuna watu ambao wako na nyahunyu. Nyahunyu ni ile huipa ambayo inajipinda hivi, ati kikugonga inajikunjilia katika mgongo. Sasa yenye ilichapa Yesu ilikuwa na steel pellets hapo mbele, ilikuwa na tumisumari pale mbele. Sasa nataka uone Yesu akivuliwa nguo zote isipokuwa hii ya hapa ya ndani, akaweza kutolewa ya juu, akaweza kufungiliwa kwa pila akiwa mgongo wazi. Sasa askari wako na muscles, wanamweka kiboko, wanavuta hivi, inatoka na nyama na inamwaga damu. Wanamchapa, walimchapa mpaka hungetambua sura yake. Mgongo wote ulikuwa na damu. Alichapwa hiyo mijeledi ili mimi na wewe tuweze kupona. Kwa hivyo shetani hana right ya kutuletea magonjwa, kwa sababu deni ya magonjwa imelipwa na Yesu Kristo alipochapwa mijeledi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alilipa deni yote ya magonjwa. Kwa hivyo unapoona ukiwa na jambo lolote, ambia Yesu. Watoto huko nyumbani huwa wanakuja wananiambia wako na homa. Mimi ninawaambia wacha kuniambia, enda uambie Mungu, enda uambie Yesu. Sasa kwa sababu ya vile nimewaambia hivyo,
wakati ninawachapa kwa kufanya makosa, kuna mtoto mmoja anasema sasa, kwa sababu dadi amenichapa, naenda kukushitaki kwa Mungu. Sasa huwa nikimchapa naenda mahali kujaribu kunishitaki kwa Mungu. Wewe ukivita hapo kuweka ile yote mwana mono. Sasa Bible inasema katika kitabu cha Matthew 8:17. Matthew 8:17. Bible inasema this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Bible inasema ya kwamba hivi ndivyo ilikuwa imeandikwa na nabii Isaiah. Alichukua magonjwa yetu na udhaifu wetu. Kwa hivyo kama kuna a signature disease in your bloodline, the signature disease haistahili kukuadhiri. Nilikuwa ninaangalia vile watu wa familia maisha yao inaisha. Hao wazee wako na miaka 88, 90, kujaribu kuangalia mwisho wanakufa na ugonjwa gani, na hiyo ugonjwa inawashika lini kabla hawajakufa wakiwa na hiyo miaka. Unakuta wengi wao wanashikwa na ugonjwa fulani unafanana a signature disease. Nimekuja kusema kuna uhuru katika msalaba wa Bwana Yesu. Bwana Yesu. Isaiah 53:5. Isaiah 53:5. Bible inasema, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, by his wounds you are healed. Kwa mapigo yake na vidonda vyake, Bible inasema tumeponywa. Bible inaendelea kusema in the book of 1 Peter chapter 2:24. 1 Peter chapter 2:24. Bible inaendelea kusema he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. By his wounds you have been healed. By his wounds you have been healed. Hallelujah. Amen. Tuendelee point nyingine. Yesu Kristo alipokufa msalabani, we got freedom from past and present sins. Freedom from past and present sins. Kwa hivyo Yesu alipokufa msalabani, alikufa msalabani ili atuweke huru na dhambi ambazo tulikuwa tukifanya hapo mbeleni, na pia tusaidie kuishi maisha matakatifu ambayo haina dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kupitia kwa msalaba ambapo dhambi zile tulikuwa tukifanya ziliweza kumalizwa ili tusizirudie tena. Unajua shetani huwa anaweka history ya vile mtu alikuwa akifanya. Kama kwa mfano ulikuwa ukikunywa pombe kabla hujaokoka, anaandika hiyo jaribu ya pombe ndiyo atajaribu kukurudisha nayo kwa dhambi. Kama ulikuwa ukivuta sigara, shetani hafuti kama Mungu, anaweka hiyo record. Anaweka hiyo record kwa nini? Ili ajaribu siku za usoni kukutega na hiyo makosa ili weze kurudi. Sasa kama ulikuwa unavuta sigara, katika maisha yako utakuwa ukiona watu wanakukaribia wakivuta sigara. Ukaribu aterere. Hata nige marake ile wakikushagia sigara. Ukienda mahali unaona mtu anapitia hapo mbele na sigara, ukikaa chini, marafiki wa kwenye anajaribu sasa kukurudisha nyuma. Kama ulikuwa na dhambi ya uzinzi kabla haujaokoka, hiyo ndio itakuwa weakness yako. Sasa yule mwovu atakuwa akitumia hiyo dhambi kujaribu kukurudisha nyuma. Sasa nakuja kusema wakati Yesu alikufa msalabani, aliweza kuondoa dhambi hizo zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sasa tuko na uhuru wa kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tusiweze kuwa tunahukumu watu. Unajua mambo mengine tunaona katika kanisa, sio hawa watu ambao wanafanya haya mambo wanataka. Utakuta hiyo shida imetokana na ancestors na misingi ambayo haikuvunjwa. Na hata ukiona mchungaji fulani ama viongozi wa kanisa wameanguka katika dhambi,
Inaweza kuwa huyo mchungaji alikuja kuwa mhubiri, lakini hakushughulikia misingi ya baba yake na babu zake, na kwa sababu hiyo madhabahu inanena, huyo mtu anajaribu kuja kuhubiri, hiyo madhabahu inamrudisha nyuma. Unajua shetani anafanya kama vile watoto wanaweza shika ndege waweze kumfungilia kamba kwa mguu. Sasa hiyo ndege ikifungiliwa kamba kwa mguu inajaribu kupaa juu, lakini huyo mtoto anajua haijaenda mahali. Hiyo ndege inafikiria iko na freedom, inajaribu kwenda, lakini hao watoto wanaivuta inakuja hapa. Sasa shetani huwa anaacha tu madhabahu fulani katika familia yetu, tunakosa kushughulikia. Na ukikosa kushughulikia, hiyo madhabahu itakuja kukurudisha nyuma. Kama ni madhabahu ambayo inazuilia mtu kuja katika ibada continuously na haijashughulikiwa, unaamua ya kwamba katika mwaka wa 2025 nimeamua sitakuwa nikikosa ibada. Unaamua sitakuwa nikikosa ibada. Na kwa sababu madhabahu haijashughulikia, ukikuja siku chache inasema brother, kwa nini unaendelea na ibada? Ukienda kufanya kitu kuhubiri nasema brother, kwa nini unasimama kwa utakatifu? Inakurudisha nyuma. Unasema mimi mwaka huu nimeamua kutoa sadaka na fungu la 10. Na kwa sababu shoshwanyu daya na kailio, unapojaribu kuwa mkarimu, unaanza kulalamika kila wakati pesa zikiitishwa. Unalalamika, kwa nini sasa wanaendelea kuitisha pesa? Kila wakati wanaitisha pesa. Kwani zile tulitoa walitumia aje? Ukisikia mtu kama huyo, sasa unaanza kulalamika hivyo, lakini ni madhabahu inasema brother ama sister, umetoka katika jamii ambayo haina ukarimu. Hiyo madhabahu inakurudisha nyuma. Ndio nasema ukiona watu kanisani wakiwa na jambo fulani, waombee, usiwahukumu, kwa sababu inaweza kuwa kuna madhabahu katika jamii yao ambayo inalazimisha huyo mtu kufika kiwango hicho. Madhabahu hii inaweza sema katika familia hamtakuwa mchungaji, hamtakuwa na mhubiri ama mchungaji. Ukijaribu kuwa mchungaji, hiyo madhabahu inanena, kwa sababu madhabahu inanena. Kwa hivyo nimekuja kusema there is freedom through the cross of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mwenye anaweza kuwa akidecide kuishi maisha matakatifu. Anasema kutoka leo mimi nataka kuishi maisha matakatifu. Nataka kujiepusha na kila aina ya dhambi. Pengine huyo mtu alikuwa akikunywa pombe. Anasema nitasimama, lakini anapoendelea hiyo kitu inamrudisha nyuma, ama dhambi nyingine yoyote inamrudisha nyuma. Nataka kusema kuna suluhisho. Kama wewe ndiye ninanenea hivyo, nataka kukutangazia kuna suluhisho katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. There is a solution. There is a remedy in the cross of our Lord Jesus Christ. Enda katika msalaba utaweza kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bible inaendelea kusema in the book of John 8 verse 36. John 8 verse 36. Bible inasema, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Mwana wa Mungu akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo mwana wa Mungu ambaye ni Yesu ndiye anatuweka huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bible inaendelea kusema in the book of John 8 verse 31 to verse 32. Yohana 8 mstari wa 31 mpaka mstari wa 32. Bible inasema, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Na hapa ndipo nilikuwa nikisema kuna mtu yote mwenye anaweza kuwa akifikiria, kwa sababu sasa alimpokea Yesu, anafikiria automatically
madhabahu yote katika maisha yake itayeyuka kama vile sabuni inayeyusha uchafu automatically. Lakini nataka uone hii verse vile inasema. Hebu twende katika John 8 verse 31 to 32. Nataka uone vile hii verse inasema kuhusu mtu kama huyo. Bible inasema, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. Hivyo ni kusema Yesu aliweza kuhubiria hawa ya Wayahudi wakaweza kuokoka. Na kwa sababu waliweza kuokoka, akawaambia bado hamjaweza kufunguliwa. Kwa sababu mtafunguliwa mkiweza kushika neno langu na kujua ukweli, ndipo mtaweza kuwekwa huru. Ukisoma hapo chini, hawa Wayahudi wanasema sisi hatujaifungwa na mtu. Ukiangalia hapo chini katika kitabu cha John 8 verse 31 to verse 32, nataka uone vile hawa Wayahudi wanaambia Yesu. Wanaambia Yesu, they answered him, we are Abraham descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave, kwa hivyo anaendelea kuambia, now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. Kwa hivyo kama unafikiria mambo yataanguka automatically, nataka nikuambie kuna process ya deliverance ambayo tunastahili tuendelee kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda unaangalia maisha yako, ni wapi sijakuwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Unaenda unaendelea kutafuta deliverance day by day. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaangalia, ninataka kuishi maisha matakatifu, lakini kuna forces zinanirudisha nyuma. Nitafanyaje? Unaanza process ya kutafuta kukombolewa. Pengine unajaribu kuja kanisa unashindwa. Unaenda sasa kwa msalaba, unatafuta process ya kuwa delivered, kwa sababu there is freedom in the cross of our Lord Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapoendelea kumaliza, nataka niseme msalaba wa Yesu ulitupatia freedom from the curse. Freedom from the curse. Bible inasema katika kitabu cha Galatians chapter 3 verse 13, Wagalatia 3 mstari wa 13. Bible inasema Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is anyone who is hanged on a tree. Bible ya Kiswahili inasema Yesu Kristo alitukomboa kutokana na laana ya sheria, kwa maana imeandikwa, kulaaniwa ni yule ambaye amepigiliwa msalabani. Sasa kunaweza kuwa na laana ambazo zilikuwa zimetangazwa na shetani katika maisha yetu. Laana katika familia, evil patterns in our families, evil patterns in our lives. Laana inatufuata. Nimekuja kusema Yesu Kristo ametukomboa kutokana na kila laana, because the Bible says in the book of Galatians chapter 3 verse 13 that Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written that cursed is anyone who is hung on a tree. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuna madhabahu inaweza ambia watu mahubiri inakaa sana. Ukijaribu kusema wacha nijaribu kuconcentrate, hiyo madhabahu inakuambia brother or sister, hustahili kupitisha dakika hizi za mahubiri. Alafu unaanza kula, unastahili ukisikiza kidogo unachoka, unaanza kutoka nje, ama unaanza kulala, ama unaanza kuangalia wakati. Nataka niseme Yesu alitufungua kutokana na kila laana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hivyo tunapoendelea, Biblia inasema laana zote ambazo zilikuwa zimeandikwa na shetani za kuvunja sheria, kukosa kuishi maisha matakatifu, nimekuja kusema Yesu ametukomboa na kila laana, na ndiposa tumequalify for Abrahamic blessings. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni nambari ya kwanza, lakini wewe sio nambari ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wetu hawatakuwa mkia wakienda shule, kwa maana Biblia inasema ya kwamba hatutakuwa mikia, lakini tutakuwa vichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutakuwa masikini, kwa maana Biblia imesema Yesu alifanyika maskini ili tuweze kuwa matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutafuatwa na laana za mababu, because the Bible says that Jesus has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written that curse is anyone who is hung on a tree. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Old Testament, kama ulikuwa umelaaniwa, ulikuwa unapigiliwa juu ya mti. Ukifanya jambo alafu upigiliwe juu ya mti, hiyo ilikuwa ishara ya kwamba umelaaniwa. Na ndiposa tukilipokuja katika New Testament, Yesu aliuawa kifo cha kusulubishwa msalabani. Kumaanisha kusulubishwa msalabani ni kusema amelaaniwa. Alilaaniwa kwa ajili yako na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama walikuwa anasema familia zetu hatutapata watoto, Biblia inasema laana hiyo imechukuliwa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama walikuwa wamesema tuko na laana ya kukosa kufika kiwango fulani cha masomo, Biblia inasema Yesu ameondoa hiyo laana, na sasa sisi na watoto wetu tutafika kiwango cha juu zaidi cha masomo, kwa sababu Yesu ameondoa hiyo laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mbarikiwa. Umebarikiwa unapotoka nyumbani na unapoenda. Pia